Hamas yasema jinai za Israeli Gaza zinashinda uhalifu wa Wanazi. Afisa mwandamizi wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas amelaani shambulizi la karibuni la Israeli dhidi ya wananchi wa Kipalestina wenye njaa waliouawa wakiendelea kuchukua chakula cha misaada kusini mwa Gaza, akibainisha kuwa mauaji haya yanatuma ujumbe wa wazi kwa ulimwengu wa Kiislamu kwamba wakati umefika wa kusimama dhidi ya wauaji. Sami Abu Zuhr amelaani shambulio baya la Israeli dhidi ya waombaji misaada wa Gaza, akieleza kuwa ni baya zaidi kuliko uhalifu wa kifashisti na manazi wa Ujerumani, huku akiutaka ulimwengu wa Kiislamu kukabiliana na watenda jinai hizo. Mapema siku ya Jumapili, ofisi ya vyombo vya habari ya serikali ya Gaza iliripoti kuwa wanajeshi wa Israeli waliofyatulia risasi raia wa Palestina karibu na kituo cha msaada huko Rafah na kuua watu wasiopungua 30 huku wengine wengi wakijeruhiwa. Abu Zuhur amesema shambulio hilo ni zaidi ya ukatili na mafashisti na manazi, ambapo amebebesha dhima Marekani kwa kuwezesha uchokozi huo kupitia uungaji mkono wake usioyumba kwa utawala wa Israeli. Amesisitiza mauaji ya Jumapili na damu za mashahidi wetu zinatoa ujumbe kwa umma wa Kiislamu na watu wote huru duniani kote. Afisa huyo ngazi ya juu Hamas ameongeza kuwa sambamba na vita vya mauaji ya wavamizi, bado anashuhudia msimamo dhaifu ya baadhi ya nchi za Kiarabu na Kiislamu. Haya yakiendelea, jeshi la Yemen limesema kuwa limeanzisha tena operesheni mpya ya kulipiza kisasi dhidi ya maeneo yanayolengwa na Israeli ndani kabisa ya ardhi ya Palestina zinazokaliwa kwa mabavu ili kukabiliana na jinai na uchokozi unaoendelea dhidi ya Palestina wa Gaza. Limesema operesheni imefikia lengo lake kwa mafanikio na kusababisha mamilioni ya wazayuni magasibu kukimbilia kwenye makazi na mahandaki na kusimamisha shughuli katika maeneo yao. Operesheni hiyo ya kupinga Israeli ilifanyika leo asubuhi, ambapo vyombo vya habari vya utawala huo vilithibitisha kwamba safari za ndege kwenye uwanja wa Ben Gurion zilisitishwa baada ya kombora hilo ballistic la hypersonic kuvurumishwa kutoka Yemen. Vyombo hivyo pia vimeripoti kuwa ving'ora vya tahadhari kufuatia shambulizi hilo la anga vilisikika magharibi mwa mji wa Al-Quds unaokaliwa kwa mabavu kutokana na ukubwa wa hatari ya kombora hilo la balistiki kutoka Yemen. Jeshi la Yemen limekuwa likitekeleza wimbi la mashambulizi dhidi ya ngome za utawala wa Israeli na kusababisha utawala huo hasara kubwa za kijeshi na kiuchumi. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Zaidi ya walowezi 12,000 wa Kizayuni wenye misimamo ya kufurutu wamevamia msikiti mtakatifu Al-Aqsa mwezi Mei pekee uliomalizika na kufanya vitendo vya kichochezi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa kituo cha habari cha Palestina, mwezi uliopita walowezi walianza kufanya ziara za uchochezi kwenye eneo la msikiti wa Al-Aqsa na kufanya sherehe za Talmud katika sehemu hiyo. Makundi na wafuasi wa Zayuni walisherehekea kile kinachoitwa siku ya umoja wa Quds katika msikiti wa Al-Aqsa katika kumbukumbu ya mwaka huu, na sherehe hizo zilihudhuriwa na marabi wakuu na mawaziri wa mabaraza la mawaziri la Netanyahu, akiwemo Ben Gvir, waziri wa usalama wa ndani, na Bezalel Smotrich, waziri wa fedha wa utawala huo. Katika majuma ya hivi karibuni, mamia ya walowezi wa Kizayuni wamekuwa wakivamia uwanja wa msikiti wa Al-Aqsa na kucheza ngoma na kufanya sherehe za Talmud karibu na milango ya msikiti wa Al-Aqsa katika eneo la kale la mji wa Quds. Vitendo vya hujuma za walowezi wa Kizayuni dhidi ya msikiti wa Al-Aqsa vimekithiri zaidi baada ya kuingia madarakani serikali yenye msimamo mkali ya Benjamin Netanyahu, ambayo imekuwa ikionyesha chuki za waziwazi dhidi ya Palestina na maeneo yao. Harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imepongeza uamuzi wa baraza la jiji la Barcelona la nchini Hispania la kuvunja uhusiano wa kitaasisi na utawala wa Israeli kutokana na mauaji ya kimbari yanayofanywa na utawala huo kwenye ukanda wa Gaza. Taarifa ya Hamas imeeleza kuwa uamuzi huo wa baraza la jiji la Barcelona ni wa kuigwa na wengine. Harakati hiyo imesema, tunazihimiza nchi za dunia kususia na kukata uhusiano na utawala unaokalia kwa mabavu, kuutenga na kuadhibu kwa kuua wanawake na watoto na kuwasababishia njaa wananchi wa Palestina. Vile vikosi vya utawala wa Israeli vimewamiminia risasi wa Palestina waliokuwa wamekusanyika katika vituo vya kusambaza misaada vinavyoendeshwa na kundi linaloungwa mkono na Marekani kusini na katikati mwa Gaza na kuua shahidi takriban watu wa 30 miongoni mwao huko Rafah, huku Mpalestina mwingine akiuawa shahidi karibu na korido ya Net Zarim. Ibrahim Abu Saud, ambaye alishuhudia shambulizi la Israeli dhidi ya watu wanaotafuta misaada karibu na Rafah, amesema wanajeshi wa Israeli waliofyatulia risasi watu waliokuwa wakielekea kwenye kituo cha usambazaji misaada ya kibinadamu kinachoungwa mkono na utawala huo.
Anasema kulikuwa na watu wengine waliouawa shahidi, wakiwemo wanawake. Abu Sudi mwenye miaka 40 amenukuliwa akisema na shirika la habari la Associated Press, ameeleza kuwa tulikuwa karibu mita 300 kutoka kwenye jeshi la Israeli. Abu Sudi amesema aliona watu wengi wakiwa na majeraha ya risasi, akiwemo kijana mmoja ambaye aliripotiwa kufariki dunia katika eneo la tukio. Anasema hatukuweza kumsaidia, ameongeza. Vile waziri wa ulinzi wa Israeli Katz Israel amesema ameliamuru jeshi kusonga mbele na mapambano yake dhidi ya Hamas bila kujali mazungumzo yoyote yanayofanywa. Katz amesema ni ama Hamas wawaachie mateka au wataangamizwa. Hii ni baada ya mjumbe wa Marekani kuliita jibu la karibuni la kundi hilo la wanamgambo kuhusu pendekezo la usitishaji vita huko Gaza kuwa lisilokubalika. Wakati huo shambulizi la Israeli karibu na kituo cha usambazaji misaada huko Gaza limewaua Wapalestina 31 mapema Jumapili. Tukio hilo la mjini Rafah kusini mwa Gaza la karibuni katika mfululizo unaodhihirisha ukosefu wa usalama kwenye shughuli za upelekaji wa misaada Gaza, baada ya Israeli kupunguza mwezi uliopita mzingiro wake wa ukanda huo uliodumu kwa takriban miezi mitatu. Shirika la Hilali Nyekundu la Palestina lenye uhusiano na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limesema timu zake za madaktari zimeondoa miili ya Wapalestina 23 na kuwatibu majeruhi wengine 23 karibu na eneo la kusambaza misaada huko Rafah. Maafisa wa afya eneo hilo wamesema takriban miili 31 ilipelekwa katika hospitali ya Nasir. Serikali ya Yemen imetangaza kuwa imefanya juhudi za kuboresha mifumo yake ya ulinzi wa anga huku ikikabiliana na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa Israeli na kuahidi kwamba karibuni ndege za kivita za Israeli zitageuka kuwa chanzo cha dhiaka badala ya hofu. Mahdi al-Mashat, kiongozi wa baraza kuu la kisiasa la Yemen, amesema kuwa karibuni hivi kutakuwa na habari njema kuhusu ndege za adui wa Kizayuni, hasa zile zinazoshiriki katika uvamizi dhidi ya Yemen. Al-Mashat kupitia taarifa kwa shirika la habari la Yemen Saba amesema mtapokea habari njema kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu kuhusu ndege za adui wa Kizayuni zinazotumiwa kutushambulia. Ameongeza kuwa vikosi vyetu vya ulinzi sasa vile vya anga vitazigeuza ndege za adui kuwa jambo la kuchekesha. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile licha ya Marekani kusimamia vita kusaidia utawala wa Kizayuni na licha maadui hao kuwa na ndoto kwamba huenda Hezbollah Lebanon itapoteza nguvu zake, lakini maadui hao wamejikuta wamo katikati ya vita tata mno ambavyo vinazidi kusambaratisha ndoto zao. Hayo yamo kwenye makala iliyochapishwa na gazeti la Al-Akhbar la Lebanon kwa kalamu ya kiuchambuzi ya Haitham Al-Mosawi na kuandika vita dhidi ya Lebanon havikuisha kwa tangazo la usitishaji vita la Novemba 27, 2024, bali viliingia katika awamu mpya kwa kasi na kwa mbinu tofauti, kiasi kwamba licha makamanda na viongozi wa ngazi za juu wa Hezbollah kuwa washahidi katika njia ya ukombozi wa kibla cha kwanza cha Waislamu, msikiti wa Al-Aqsa na Quds, lakini maadui wameshindwa kufikia malengo yao ya kimkakati. Mwandishi wa makala hiyo amefichua pia wasiwasi mkubwa unaozitesa roho za viongozi wa Marekani na Israeli kuhusu kuendelea kuwa na nguvu harakati ya Hezbollah. Makala hiyo imemnukuu Eyal Zamir, mkuu wa jeshi la utawala Kizayuni wa Israeli. Alikiri hivi karibuni katika kikao kilichohudhuriwa na makamanda mbalimbali wa jeshi la Israeli, ikiwemo Meja Jenerali Yuri Godin na maafisa wengine wa kijeshi, kwamba vita dhidi ya Hezbollah bado havijaisha. Baada ya kuanguka utawala wa Rais Bashar al-Assad, serikali mpya ya Syria haifichi nia yake ya kujipendekeza kwa nchi za Magharibi na kupigia magoti malengo ya madola hayo ya kibeberu katika eneo hili, hususan kulinda usalama wa utawala wa Kizayuni. Soko la usafiri wa anga kutoka maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu na Waisraeli imekumbwa na mgogoro usio na kifani kutokana na kuendelea mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora ya jeshi la Yemen dhidi ya miundombinu muhimu ya utawala wa Kizayuni. Kwa mujibu wa gazeti la Kizayuni la Maariv, mashambulizi ya mara kwa mara ya jeshi la Yemen katika maeneo nyeti na muhimu mno ya utawala wa Kizayuni, hususan uwanja wa ndege wa Ben Gurion mjini Tel Aviv, yamezusha hofu na wasiwasi mkubwa miongoni mwa mashirika ya ndege ya kimataifa na kuongeza kwa kiasi kikubwa gharama za tiketi za ndege kwenda au kupitia Israeli. Kupitia toleo lake la karibuni zaidi, gazeti hilo limeripoti kuwa mwanzoni mwa majira ya joto 2025 na kuendelea, wimbi la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Yemen, bei ya tiketi za ndege kutoka Israeli imeongezeka kwa kiasi kikubwa na masharti ya uzaji tiketi pia yameongeza gharama za usafiri. Gazeti hilo limeandika, masharti mazito yaliyowekwa katika ununuzi wa tiketi za ndege yamesababisha shinikizo kubwa la kiuchumi kwa abiria wa kawaida, wakati maafisa wa Israeli ambao wanasafiri kwa kutumia madaraja ya juu wanapewa nafasi zaidi kuliko watu wengine
na hawahisi sana machungu ya mgogoro huo. Shukrani kwa Bado Kivita na Historia Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.